Danieli sura ya 3 na mstari wa 8, neno la Mungu linasema, basi baadhi ya Wakaldayo wakakaribia wakaleta mashtaka juu ya Wayahudi. Ndio. Wakajibu wakamwambia mfalme Nebukadreza, mfalme uishi milele. Wewe mfalme ulitoa amri ya kwamba kila mtu atakapoisikia sauti ya panda, filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomali na namna zote za ngoma ni lazima aanguke na kuiabudu ile sanamu ya dhahabu. Ndio. Na kila mtu asiyeanguka na kuabudu atatupwa katika tanuru ya moto uwakao. Ndio. Wako Wayahudi kadhaa wa kadha waliowaweka juu ya mambo ya wilaya ya Babeli, yaani Shadraka, Meshaki na Abednego. Watu hawa mfalme hawakukujali wewe, hawakuitumikia miungu yako wala kuiabudu ile sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Basi Nebukadreza akatoa amri kwa hasira na ghadhabu, waletwe hao Shadraka, Meshaki na Abednego. Basi wakawaleta watu hao mbele ya mfalme. Nebukadreza akajibu akawaambia, enyi Shadraka, Meshaki na Abednego, je, ni kwa makusudi hata hamkutumiki Mungu wangu wala kuisujudia sanamu ya dhahabu niliyoisimamisha? Basi sasa kama mkiwa tayari, wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomali na namna zote za ngoma, kuanguka na kuisujudia sanamu niliyoisimamisha ni vema, bali msipoisujudia tatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto. Ndio. Naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mikono yangu? Ndio. Ndipo Shadraka, Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia, Nebukadreza, hamna haja kukujibu neno hilo. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama sivyo, ujue mfalme, ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Ndipo Nebukadreza akajaa ghadhabu na uso wake ikabadilika juu ya Shadraka, Meshaki na Abednego. Basi akatoa amri watie moto lile tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraka, Meshaki na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Ndio. Basi watu hao wakawafunga hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joho zao na mavazi yao mengine. Wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto kabisa. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa inawaka moto sana, mwako wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadraka, Meshaki na Abednego. Na watu hao watatu, Shadraka, Meshaki na Abednego, wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Ndipo Nebukadreza akastaajabu, akainuka kwa haraka, akanena akawaambia mawaziri wake, je, hamkutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli mfalme. Akajibu akasema, tazama, naona watu 4 nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto hali hawana dhara, na sura yake yule wa 4 ni mfano wa mwana wa miungu. Kisha Nebukadreza akaukaribia mdomo wa ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto, akanena akasema, enyi Shadraka, Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni mje huku. Ndipo Shadraka, Meshaki na Abednego wakatoka katika ule moto, na maamiri na manaibu na maliwali na mawaziri waliokuwa wamekusanyika pamoja. Wakawaona watu hao ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu ya miili yao, wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea, wala suruali zao hazikubadilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo.
Nebukadreza akanena akasema, na ahimidiwe Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego, aliyemtuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliomtumaini, wakaligeuza neno la mfalme na kujitoa miili yao, ili wasimtumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe. Basi mimi naweka amri ya kuwa kila kabila ya watu na kila taifa na kila lugha watakaonena Meshaki, Shadraka na Abednego, watakaonena neno lolote lisilopasa juu ya huyo Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego, watakatwa vipande vipande na nyumba zao zitafanywa njaa, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaye kuokoa namna hii. Kisha mfalme akawakuza Shadraka, Meshaki na Abednego katika wilaya ya Babeli. Amen. Amen. Hili neno unafikiri linaweza likachambuliwa zaidi ya hivi? Yaani limejitosheleza. Yaani kwa kawaida tungetaka kuchunguza kitabu cha Danieli, tungetafuta muda mzuri wa kuchunguza. Kitabu cha Danieli ni vitabu vitatu ambavyo huwa vinasumbua jamii wanaposoma. Kitabu cha Ezekieli na kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo ni vitabu ambavyo hivi vinashabahiana na vinaongea mambo ya mafumbo, lakini sina maana leo nifundishe hivyo. Ninaangalia ile sura ya 3 mstari wa kwanza. Nebukadreza alisimamisha sanamu, na ile sanamu ilisimamishwa, hii sanamu anasema ni ya dhahabu. Kisheria na kitautaratibu haikuwa imejengwa kwa dhahabu, ilikuwa imetengenezwa ile ikapakwa dhahabu. Yaani kama walitengeneza kama ufinyanzi, lakini wakatengeneza kama rangi ya nini jamani? Ya dhahabu. Haikuwa dhahabu moja kwa moja, lakini ilikuwa ya dhahabu. Sasa Biblia inaonyesha ya kwamba hii sanamu iliwekwa, sio kwamba ndio ulikuwa mfalme, isipokuwa ilikuwa sanamu aliyosimamisha mfalme, ambayo hii sanamu ilitakiwa watu waisujudie na kuiabudu hiyo sanamu. Wakiabudu hiyo, walikuwa wanawakilisha kumwabudu Mungu wa nani? Wa mfalme. Jamani, amina. Nazungumzia kwa sababu ya muda, lakini nasema ilisimamishwa eneo la Dura. Dura haijulikani iko wapi, lakini inaonekana ni kama iko kusini mwa Babylon. Kwa historia ya Biblia haisemi ilikuwa wapi, lakini kihistoria ya theolojia inaonyesha ilikuwa kusini mwa Babylon, ndiko ilikuwa imesimamishwa. Hii hapa nilijitahidi sasa, baada ya kuwa nimeangalia nikataka niijue vizuri. Inaonekana amesema ni dhiraa pale, inaonekana hii sanamu ilikuwa na urefu wa mita 30, upana ilikuwa na mita 3. Nilikuwa nataka nilete kipimo niwaonyeshe. Mita 3 pale imesema kama 6, si mnaona dhiraa 6 ni kama futi 6 au 9, mita 3. Sasa mita 9, futi 9 ni kitu kikubwa sana. Kwa mfano ili kanisa letu upana lina mita kama 12 kwenda 13, upana kama 10, 12, 10, 11, 12 kama hivi. Sasa hebu fikirini urefu, upige hizi 3 kwenda juu. Hii sanamu ilikuwa kubwa, sawa? Wameipaka nini? Sasa huyu Danieli nilikuwa naangalia sasa, sikutaka kwenda sana huko kwa sababu baada ya kuiona usiku, wapendwa, niliamua aka karatasi nimegashika usiku nikiwa naandika kwa sababu mimi siwezi, hii hapa nimeleta kwa ajili ya matangazo na vitu vingine ambavyo nilikuwa nataka nivielekeze baadaye, na kuna vitu vingine nafuatilia hapa. Haka nimekaandika usiku ili nikwambie kwamba imekuaje, na ndio maana nimezungumza. Baada ya kuwa nimepata ujumbe huu, nikachukua kadaftari hapa nikaandika.
Na lakini wakati naandika nikaendelea kutafakari kitabu hiki cha Danieli. Mwandishi ni Danieli mwenyewe, na huyu Danieli ni nabii, tumishi wa Mungu. Danieli ndiye ameandika kitabu hiki kama mwaka wa 536 hadi 530 kabla ya Kristo, kimeandikwa wakati huo. Na huyu, maana ya jina Danieli, Mungu ni mwamuzi wangu. Jina Danieli, Mungu ni nini? Ni mwamuzi wangu. Sasa Danieli, kitabu hiki kimeanzia pale ambapo inaonekana ni uvamizi wa kwanza wa Nebukadneza pale Yerusalemu mwaka wa 605, ndipo alianza kuvamia Yerusalemu kwa mara ya kwanza. Uvamizi limeanzia pale, na sasa hadi mwaka wa 3 wa Koreshi. Wakati mwaka wa 3 wa Koreshi ni katika mwaka wa 536. Danieli alikuwa na miaka kama 10 na kitu. Kipindi hicho anapata mambo haya, yanatokea haya, alikuwa na kitu kama hiki. Na sasa Danieli akawa amekuwa miongoni mwa watu waliopelekwa kule Babeli. Amepelekwa pale pamoja na vijana wengine, Meshaki, Shedraki, Abednego walikwenda huko. Wakati wameenda huko, wamekwenda huko kama uhamishoni, na inaonekana Israeli baada ya kufanya dhambi wamemkosea Mungu. Mungu aliamua kuwapeleka chini ya taifa lingine ili liwafanye kuwa watumwa. Wakati hawa Israeli wamekosea, Mungu akawapeleka Babeli, wakakaa uhamishoni ili wawekwe kwenye ustaarabu, waweze kumjua Mungu wa kweli yukoje. Wanafika hapa, wanakuta mfalme amesimamisha vitu vya namna hii. Aliposimamisha akasema, kama kuna mtu anaweza siabudu Mungu niliyemsimamisha, adhabu atakayokutana nayo atatupa kwenye tanuru la moto. Ule moto utamuunguza mtu huyo. Vijana hawa walikuwa wamejua imani ya baba yao, walielewa imani waliokuwa wamesimamia. Waliposikia kuna maagizo hayo, wakasema, sisi hatutokubali kuiabudu miungu, maana tuna Mungu wetu ambaye halinganishwi. Mwimbaji alipokuwa naimba, sijajua kama kweli tungekuwa na ujumbe unaoshabahiana namna hii, ni kufananisha na nini Mungu wangu? Kumbe wao haulinganishwi. Kumbe Danieli analetewa Mungu aliyepimwa kwa vipimo mita 30. Danieli akasema, hakuna, mimi najua nako kwenda. Jamani, kataa kuabudu miungu isiyo stahili. Uliyemwamini Yesu, elewa Mungu wa kweli ni yupi anayestahili kuabudiwa. Dunia ina miungu mingi ambayo sasa imeletwa. Leo tuna miungu wengi. Leo kuna miungu wa mikate, kuna miungu wa maji. Hakuna aliyeokoka. Muangalie Yesu aliyekufa kwa ajili yake. Yesu yupo na amekufa kwa ajili yetu, ni mshindi wa pekee. Nilimbuko la wote waliolala, akiwa kuzimu, na amesema, ametangaza, ninazo funguo za mauti na kuzimu. Wale wote wanaweza kufa, mimi kwenye kuzimu hiyo nimetoka, naweza nikawafanya hai tena. Yesu ni mtu pekee anayestahili kuabudiwa. Amen, amen. Danieli anasema, tena wapendwa, ningechimba hii Danieli, sio kwamba nashindwa kuchimba. Bahati nzuri hata darasani nimepita, ningechimba kupitia darasa tu. Lakini naomba Roho Mtakatifu akuhudumie. Mambo ya darasa sina haja nayo. Roho Mtakatifu ashughulike na wewe, akuonyeshe jinsi ninavyokupasa kufanya kama mtu aliyeokoka. Danieli akasema haiwezekani. Sasa wakafanya hayo. Sasa nisikilize vizuri, nikupeleke vizuri nielewe. Kitu nilichokuwa na shangaa, wakati mfalme anasema ongezeni moto, Mungu alikuwa anaona. Kitu ambacho kinanisumbua kwenye fahamu. Nisikilize vizuri. Moto unaongezwa, Mungu anaona. Wanaingia kwenye moto ulioongezwa, Mungu anafanya nini? Anaona. Si ndio jamani? Katika maisha haya usione tatizo linalokukuta ya kwamba Mungu haoni. Mungu anaona.
Anachotaka, anataka utoke kwenye tukio ili waone ya kwamba yuko Mungu anayejitukuza pamoja na wewe. Mungu anaona. Wanaongeza moto, Mungu anafanya nini? Anaona. Anaangalia. Si angemsaidia tu, huyu alikuwa mtumishi wa Mungu. Angemsaidia mapema. Kuna mtu mwingine akikutana na changamoto anaanza, inawezekana Mungu haoni. Inawezekana Mungu yuko mbali. Yaani ukiona mchicha umepungua kwenye familia unaanza kunungunika. Mungu anaona. Mungu anaona, anaelewa kupita unavyoelewa wewe. Na huwa Mungu anatangaza yani ushindi tangu mwanzo. Wakati tukio linaanza ameshapiga vigeregere vya ushindi. Mungu anaona. Sasa huyu jamaa akasema basi sisi hatuwezi kuabudu. Hatuwezi. Wakasema sasa tunakwenda kupiga filimbi. Tuone washenzi hamwezi kuabudu. Wakapiga zomari na vinubi. Zile njemba zikasema malizeni, sisi tuko tunaendelea. Piga, hawakushujudu. Wakasema mfalme, sikiliza, kama sheria ilivyoweka Wamedi na Waajemi, kuna njemba jamaa hizi mlizileta ziko kwenye baraza letu na katika jamii yetu zimekataa kukuabudu mfalme. Na ile sanamu uliyosema wamefanya nini? Wamegoma. Mfalme anasema sasa kama wamekataa, mimi nitaweka sahihi, yale mambo ya kwetu hayabadiliki. Sema hivi, tunaweka haya mambo yasibadilike kwa sababu gani? Sheria yetu ya Wamedi na Waajemi haigeuzwi na mpango wa kibinadamu. Akasaini mkataba, akasema watu wako kwenye nini? Kwenye moto. Wanadamu wanaweza kusaini mikataba ya kukuangamiza. Sikiliza, wakati wanasaini, anayekufanya mshindi anasaini mkataba mwingine wa kukufanya uwe mshindi upande wa pili. Anamaliza kusaini, sema tupeni. Kitu kinachoniumiza, familia zingine zilibaki wajane siku ile. Wakachukua watu, jamaa wakawabeba, wakawapeleka. Wanawafikisha kwenye mlango wa tanuru. Ule mwako, mimi nasema nini mwako? Yani ule moto jinsi unavyotoka. Kuna watu wanaojua kutoka kwenye maeneo wanaochoma tanuri. Kuna maeneo mengine kwa unachoma tanuri moto unasubiri upoe kwanza. Mahali pengine watu wanamwaga maji kidogo ngara tupate ahueni. Ukipeleka kope hivi zinaungua. Mimi naelewa kwanza nichoma matofali naelewa. Jamaa wakaenda, wameagizwa na mfalme wao, hawakujua. Waliposogelea mdomo wa tanuru, wakaona tukimrusha tukiwa huku hafiki. Wakasogea. Biblia inaniambia waliposogea na kurusha, ule muwako ukawadaka. Wao wenyewe wanaorusha wakaungua pale pale, wakateketea. Sikiliza, wale wanaorushwa walipofika kwenye tanuru, wamekanyaga humo kwenye moto. Moto ulianza kushughulikia kamba zilizowafunga. Nisikilize, Yesu ni moto, anashughulikia kamba zinazokufunga wewe. Yupo hai kukusaidia. Akashughulikia kamba zinaachia, watu wanabaki huru, vifungo vinaachia. Vile vifungo walivyofunga viliwaka moto. Unaliamini neno hilo? Viliwaka moto, huo moto ukawasha vifungo vyao. Biblia inaniambia joho na nguo zao hazikuteketea. Hebu pata hilo wazo. Unanielewa vizuri ninachofundisha? Unajua niko mbali ninachozungumza hiki. Niko mbali hivi unavyofikiria siko hapa. Na yaona mambo mengine ambayo Mungu anataka afanye na wewe. Iko na mashaka. Kuna vitu Mungu anataka kutendee mchana wa leo. Acha yale mawazo uliyozoea. Zile ibada ulizozoea ziachana nazo. Leo kuna ibada ya tofauti kwa ajili yako. Yako mambo Mungu anataka kutendee mchana wa leo. Ya. Sikiliza. Nisikilize kidogo. Roho Mtakatifu najua unataka kupointi vitu unavyotaka vifanyike. Naomba unipe nafasi niseme kidogo. Yakorama sakorobosikana katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tumezoea kuhubiri neno lako, wakati mwingine linadharaulika. Tunataka tukuseme Yesu, ufanye maajabu katikati ya watu, wakuone kwamba upo. Unajua imefika mahali tunadharaulika tunapohubiri.
Yesu wetu anaonekana kama chizi, kama mbugira. Yesu wetu anaonekana kama ameshindwa. Yesu wetu hajashindwa, ni swala la muda kwako. Hajashindwa Yesu. Hajashindwa Yesu, wala hajakuacha, yuko na wewe. Anasubiri utoke kwenye hatua hiyo. Nisikilize. Nywele Bwana hazikuungua. Nywele hazikuwaka. Yuko kwenye moto, nywele hazikuwaka. Kinachonishangaza Biblia inasema hata harufu ya moto haikuwa pamoja nao wakati wako kwenye moto. Haya maneno ya uongo ya ukweli haiji akilini. Ukipeleka kwenye akili ya kawaida haisomi. Ukienda rohoni inasoma. Haleluya. Akili ya kawaida haisomi wapendwa. Ukae kwenye moto hata, yani sikiliza. Sikiliza. Wakati wanaangalia mfalme, Biblia niambia hakulala usiku ule, anahangaika. Hawa watu wa Mungu, alijua ni watu wa Mungu. Akaenda karibu na tanuru la moto. Naongea kwa ufupi wapendwa, ningeendelea sana, ungeshangaa. Anapofika pale, anauliza swali, hatukutupa watu watatu mle ndani? Ndiyo mfalme, lakini napotazama, sikiliza, ninamuona kuna mtu mwingine ana sura ya miungu yuko mle ndani, anatembea na wale ndugu. Yeye ni nani yule? Mbona tulitupa watatu? Nisikilize, hapa nilipo, mtu wa pili yupo. Yesu tusalie hai, yupo hapa. Katika hilo tatizo mtu wa pili yupo. Katika hilo tatizo mtu wa pili yupo. Katika hitaji lako mtu wa pili yupo. Amesimama na wewe, anataka kusaidia. Mtu wa pili yupo. Acha kukata tamaa. Mtu wa pili yupo. Unajua mimi namuona mtu wa pili. Namuona mtu wa pili anatembea na mimi. Hata kama ulimwengu umesema ni mwisho, mtu wa pili ananiambia tutasonga mbele. Mtu wa pili ananiambia utaendelea. Mtu wa pili anasema uchumi unaoharibika utainuka tena. Mtu wa pili anasema yaliyokushinda yanainuliwa tena na yeye. Mtu wa pili yuko na wewe. Mtu wa pili yuko na wewe. Mtu wa pili yuko na wewe. Anakusaidia. Mtu wa pili. Wakasema hapana, kuna mtu wa pili ndani. Hatujaamini, tulitupa watatu. Yule mtu wa pili ni nani? Wakasema na sura ya miungu. Nisikilize, mtu wa pili ni mwana pekee wa Mungu aliyemwaga damu yake msalabani. Ni mtu wa pili asiyekubali mwanawe upotee, asiyekubali mwanawe uharibikiwe. Mtu wa pili Yesu ana sura ya mwana wa Mungu. Ni yeye pekee wa kutusaidia. Yakora mashaka yakasakora masha. Naangalia kanisa kwa upande wa pili, nawaambia msikate tamaa. Nawaambia msikate tamaa. Mtu wa pili uko naye pembeni. Wazee wa kanisa, mtu wa pili unaye. Acha kuhofu. Mtu wa pili yuko hapo hapo ulipo, anataka kuvushe. Mtu wa pili yupo. Mtu wa pili yupo. Mtu wa pili yupo. Mtu wa pili yupo. Anataka sema na wewe, mtu wa pili, katika jina la Yesu. Yako shakora. Nisikilize kidogo. Wakasema sasa tunafanyaje? Tunafanyaje? Kuna mtu wa nne. Hata tukienda kuwachukua watatu wa nne tutamwambiaje? Maana hatujamweka mle ndani. Mfalme kilichoingia moyoni mwake akasema huu muziki hauwezekani. Cha kufanya ili nijisalimishe nikawatoa wale ndugu mle ndani, na nikapata neema. Akaenda mwenyewe aliyetoa saini. Nisikilize. Wale waliosaini mambo yako kuharibika watakuja wenyewe kukuambia. Sijajua kama ninaeleweka kanisani hapa. Wale waliosema huendelei watakuja wenyewe kusema maendeleo yako yanatisha, maana wameona vitu.
Kasema naenda mwenyewe. Naenda mwenyewe. Naenda mwenyewe kumwambia. Naenda mwenyewe kutamka wasiwasi. Akasema Danieli, Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye hai, amegundua. Watagundua kwamba tuna Mungu aliye hai. Kaenda wakasema, sema Bwana, ndio naomba mtoke nje. Wewe ukibeba mtu aliye na ushindi, wewe ni mshindi tu Bwana. Tokeni nje. Wakatoka nje. Akarudia jambo lingine. Kuanzia leo, mtu atakayenena lolote lililo baya juu ya Danieli, Meshaki na Abednego atapaswa akatokatwe vipande vipande. Jamani, mnanielewa? 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 Huyu Yesu ni mzuri. Huyu Yesu anaweza jamani. Wakatangaza. Njemba zile zikatoka ni washindi. Na halafu akasema kuanzia leo hawa jamaa ninawafanya kuwa viongozi katika Babeli. Ikiwezekana mtawapigia nini? Saruti. Kwa nini? Kwa sababu wameonyesha msimamo waliokuwa nao. Nisikilize. Mungu aliwaruhusu wa jamaa waingie kwenye moto ili tupate historia iliyo kamili ya kwamba tuliyemwamini ni Mungu wa kweli asiyeshindwa, mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani. Alivyotangaza ndivyo ilivyo. Huyu Yesu pekee ni mwana pekee wa Mungu, alitangaza aichukue dhambi ya ulimwengu. Sasa tayari ni viongozi wilaya ya Babeli. Utawapeleka wapi? Amen. 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 Ninakupeleka sehemu moja tu ndogo nimalize. Mimi ni mwenyeji, hata siku nyingine nitahubiri. Na Yesu mwenyewe hakuyamaliza yote. Angemaliza tu angekuwa mpaka sasa bado anahubiri. Aliazima mwingine afanye, wengine wanafunzi wabaki wanamalizia. Sasa mimi nikihubiri mpaka mwisho nitayamaliza yote. Amen. Nitamaliza. Nimesoma Danieli, Ufunuo bado. Kutoka bado. Mwanzo wa ulimwengu bado kuumbwa. Hosea bado. Nabii mdogo. Bado wimbo ulio bora kwa wapenzi wapenda nao hamna. Mithali nayo bado, kutia moyo watu sijasoma. Mathayo kuuliza ukoo wa Yesu sijapitia. Sasa unaona, basi siwezi kuyamaliza, nibaki pale nilipo tu kwamba tukubaliane Yesu wetu ni mfalme wa wafalme. Bwana Yesu ndiye mfalme wa wafalme. Bwana Yesu ndiye Bwana wa mabwana. Bwana Yesu, Bwana Yesu ndiye mfalme wa wafalme. Haleluya. Bwana Yesu ndiye. Mbona mimi? Bwana Yesu ndiye mfalme wa wafalme. Bwana Yesu ndiye Bwana wa mabwana. Haleluya. Bwana Yesu ndiye mfalme wa wafalme. Haleluya. Bwana Yesu ndiye Bwana. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu ndiye Bwana wa mabwana. Imba na wewe, Bwana Yesu ndiye Bwana wa mabwana. Haleluya. Bwana Yesu ndiye. Bwana Yesu ndiye Bwana wa mabwana.
Imba tena tena, Bwana Yesu ndiye Bwana. Haleluya, Bwana Yesu ndiye Bwana. Naomba usimame tu. Bwana Yesu ndiye mfalme wa wafalme. Bwana Yesu ndiye mfalme wa wafalme. Imba Bwana Yesu yakora mashaka oriko ya sakana. Bwana Yesu ndiye Bwana wa mabwana. Bwana Yesu ndiye Bwana wa mabwana. Imba tena, Bwana Yesu ndiye Bwana wa mabwana. Bwana Yesu ndiye Bwana wa mabwana. Haleluya, 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 Asante Roho Mtakatifu. Asante Bwana. Yakora mashaka. Nisikilize kidogo. Nimetumia dakika ndogo sana. Nimesimama saa 6:30 na saa 7 na dakika 6. Hizi dakika zinanitosha tufikie ile tunataka kufanya. Nisikilize vizuri na unielewe. Yesu leo umejifunza nini? Yeye hashindwi. Na tuliimba siku moja katika nyimbo zetu, Yesu Kristo habadiliki, habadiliki, habadiliki. Yesu Kristo habadiliki. Unasikia? Katika maisha yote ambayo tumewahi kuona, mwanaume pekee asiyebadilika ni Yesu. Ahadi zake hazibadiliki. Kama alimsaidia Danieli, Meshaki na Abednego kwenye tanuru la moto, leo anaweza kukusaidia kwenye changamoto unazoona. Aliyeweza kuondoa dhara zote ziwapate watu hawa, Yesu Mnazareti yupo. Naomba nikwambie, hata kama uchumi umeanza kuporomoka, Yesu anaweza kukuinua uchumi wako. Hata kama mambo yameharibika, kuna mambo yamefika mahali watu wamesema ngoja tuone, naomba nikwambie, wataona hata dhara halipo kwako. Waliwapeleka Danieli, Meshaki na Abednego hawa, naomba nikwambie, walikwenda kunusa nguo zao, hazikuwa na lolote lilowakuta. Badala walishangaa, Mungu wetu asiyebadilika. Naomba niseme hivi, kulingana na muda, niliona Mungu akihudumia watu wake katika ibada hii, na mimi sihitaji kukukonvince. Nataka nikuite tu wewe usogee. Kuna vitu Mungu ataka afanye na wewe. Kuna vitu Mungu ataka afanye na wewe. Naomba usogee hapa. Naomba usogee hapa. Umekata tamaa, imefika mahali mpaka umefikiria umeacha imani. Naomba usiwaze. Yule Yesu aliyetoa dhoruba yupo. Yule Yesu aliyekatisha safari yupo. Yakashakora masaka. Yesu yupo. Yesu yupo. Yesu yupo. Hata kama ndugu wangekukataa, Yesu yupo. Hata kama familia wamekwambia ufai, Yesu anakufanya ufai. Yakora masaka.
yako shakora masikorobo, yako shakara masikore masakorobo, yaka shakora masikorobo. Naomba nikwambie Yesu yupo. Hata kama mchungaji nikukatisha tamaa, Yesu atakutia moyo. Naomba nikwambie bado. Naomba nikwambie bado. Hata hilo unaloliona kwamba ni la kawaida, naomba nikwambie bado. Bila msaada wa Yesu uvuki, ndugu yangu. Naomba nikwambie bado. Ndio maana umejitahidi kufanya mambo kwa akili yako yamekwama, nakwambia bado. Ndio maana umejitahidi kupanga mipango imeishia njiani, nakwambia bado. Ndio maana leo upo hivyo ulivyo. Katika mipango yote umeona haiwezekani, nakwambia bado. Tembea, njoo tu niombe na wewe. Leo inawezekana ni suluhisho hicho unachokifikiria. Acha kuwa na mazoea na ibada. Tufanye kazi moja. Wale wote mliobaki nyuma, sogeni mje mbele hapa. Sogeni tu mje mbele tu. Nisikilize. Nisikilize vizuri. Leo ni Mungu anataka hudumie watu wake. Mimi mwenyewe natamani Yesu anihudumie. Wewe hata unaweza kukaa tu shaka hapa nyuma tu. Naomba niwaambie kuna majibu Yesu anataka waletee. Sihitaji kuhubiri kwa mazoea. Hayo mazoea sina haja nayo. Sioni hicho kitu kikatafanyika kwangu. Sioni. Naomba Yesu akuhudumie leo. Zile ibada zinazofanyika, usiwe unafanya ibada za bila majibu. Naomba majibu leo yapatikane kwako. Ujihakikishie mwenyewe majibu hayo. Usiletewe na mtu taarifa. Nataka Yesu akuhudumie, ni tuzungumze naye atuhudumie wote leo. Chakora mashaka yakora maza. Bwana Yesu, ninakuja kwako, unifanye kama upendavyo. Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakuja kwako, unifanye kama upendavyo. Bwana Yesu, tunakuja kwako, Bwana, utufanye kama vile upendavyo. Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakuja kwako, unifanye kama upendavyo. Nifinyange Yesu, nifinyange, haleluya. Bwana, unifanye kama upendavyo. Niinue tena, unifanye kama upendavyo. Yesu nifariji, Yesu nifariji. Haleluya Bwana. Yesu nifariji. Bwana unifanye kama upendavyo. Nitaka
nitakase tena, unifanye kama upenda Imba tena, nitakase tena, Bwana, nitakase, unifanye kama upendavyo. weka mkono juu namna hii, weka mkono namna hii, na niombe utulie mbele za uso wa Mungu. Tulia tu mbele za uso wa Mungu, halafu iruhusu nafsi, mwili na roho vitafakari ukuu wa Mungu, namna Mungu anavyoweza kushughulikia watu wake, namna Mungu alivyoshughulikia Meshaki na Abednego wakiwepo kwenye tanuru la moto. Danieli akiwepo pamoja nao, walijikuta wanakuwa washindi, si kwa sababu ya kitu kingine, kwa sababu aliyemtumaini alikuwa na uweza. Hapa uliyesimama kwake ni mtu mwenye uweza. Yakora mashaka, ana uweza. Hata hatuwezi kueleza historia zake tukafikia mwisho. Yesu ana mamlaka yote mbinguni na duniani, ndivyo ametangaza mwenyewe, na kwa bahati nzuri amekwisha kushinda vita yote, amemaliza. Sisi ni kuliamini neno lake na kumwamini yeye. Yakashakura masaka. Shetani hapa hana nafasi. Majini yaondoke mapema, mapepo yaondoke mapema. Wewe jini, wewe kwa mama huyo, hebu wewe salenda sasa hivi. Haya, piga kelele ondoke, piga kelele ondoke, piga kelele ondoke hata kabla sijaomba. Ya, chomoka. Haya, chomoka. Yes, chomoka, achia mama huyo. Acha mama huyo awe mzima leo. Yakashakorama. Msaidie mama huyo, msaidie mama huyo. Pepo linaachana naye, mikataba aliyokuwa naye na pepo hilo linamwacha kwa jina la Yesu. Naacha na upande uondoke, achane naye. Haya, chomoka. Nasema chomoka hata kabla sijaendelea. Sina mpango wa kuzungumza na wewe. Haya, ondoka, kusanya uchafu wako, mwache mama huyu. Ya, mkono wako weka juu, sema Yesu. Yesu. Rudia tena, Yesu. Yesu, nimekuamini ya kwamba wewe ni baba yangu, na ni Mungu wangu, unayenifahamu kuliko mwanadamu awaye yote. Wewe ndiwe Mungu pekee uliyemsaidia Danieli, Meshaki na Abednego wakiwa katika tanuru la moto. Leo hii niko hapa, nimesimama. Uko moto wa adui, uko moto wa adui shetani aliyosimamisha katika maisha yangu. Ameleta changamoto nyingi, ameleta maumivu katika maisha yangu, ameleta udhaifu katika maisha yangu. Afya yangu haiko vizuri, maisha yangu hayako vizuri, nimebaki katika hali hii. Naomba Yesu uliyewasaidia watumishi wako, leo ninajua niko kwako. Naomba unisikie, naomba unisikie, naomba unisamehe. Kama kuna eneo nimekutenda dhambi, naomba unihurumie. Leo hii Bwana, kwa mikono yangu ninaonyesha mkono huu, naomba upokee na thibitisha. Yesu, nimesalenda kwako. Ninaomba niyaone matendo makuu unayofanya maishani mwangu, unayofanya maishani mwangu. Kwa jina la Yesu, naileta familia yangu mikononi mwako, naleta maisha yangu mikononi mwako, naleta biashara yangu mikononi mwako, naleta kila nilicho nacho mikononi mwako. Naomba unisaidie, siwezi mwenyewe Yesu, naomba uniwezeshe wewe katika jina la Yesu. Nimelia mara nyingi leo, naomba Yesu leo unipe furaha ya wokovu wangu, unipe furaha ya jinsi nilivyotumaini. Futa machozi yangu leo, futa machozi yangu leo, nitangaze ushindi katika damu yako Yesu, katika damu
damu yako Yesu, na kuangusha shetani kuanzia leo. Mambo yako na mipango yako naiangusha kwa jina la Yesu. Naondoka nikiwa mshindi, naondoka nikiwa mshindi, naondoka nikiwa mshindi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, naomba na kuamini. Amen. Weka mkono wako kifuani. Wakati unaweka mkono kifuani, tengeneza kushangilia pamoja na Kristo Yesu. Shakora mashaka. Rapa sheke. Nikwambie kuna ushindi unakwenda kupokea. Rima masa. Nikwambie kuna ushindi unapokea. Rapa sheke. Thibitisha neno. Naomba Roho Mtakatifu athibitishe. Naomba Roho Mtakatifu athibitishe. Katika jina athibitishe. Naomba Roho Mtakatifu athibitishe. Naomba Roho Mtakatifu aseme. Mungu mwenye Baba, wewe ni mwaminifu. Yesu, wewe ni Bwana. Mungu wetu hai. Yes. Mekuwa mchana watu hawa tofauti leo. Usiku nilionyesha ukiwa unawabariki. Usiku nilionyesha ukiwa unawageuza. Usiku nilionyesha ukiwa unawaletea nguvu. Usiku nilionyesha ukiwa unafungua walio na shida. Usiku nilionyesha ukiwa unafungua. Usiku nilionyesha ukiwa unapiga. Unapigwa mbele yako. Shetani anapigwa mbele yako. Shetani anapigwa mbele yako. Chini anapigwa mbele yako. Anapigwa mbele yako. Anapigwa mbele yako. Kata mfalme nimekuja kwa ajili ya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Niamini neno, pokea. Pokea mkono wa leo. Pokea mkono wa leo. Pokea ndio. Pokea ndio. Kwa jina la Yesu. Pokea. Pokea. Anapigwa ndio. Ondoka kwa jina la Yesu. Ndio. Anapigwa. Anapigwa ndio. Ndio anapigwa. Kwa jina la Yesu anapigwa. Anapigwa. Shetani anapigwa. Yesu anapigwa. Anapigwa ndio. Anapigwa ndio. Anapigwa ndio. Mtoto wake. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Hizi chora mtaishi.
upon you. Yes, moto wake. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa hai, kila roho tunaifunga kwa mamlaka ya jina la Yesu, tunaifunga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Asante Yesu. Amen. Asante Yesu. Amen. Asante